Akili ya mtu kuhusu fedha huasili moja kwa moja maamuzi yake ya kifedha na maisha yake kwa ujumla. Mara nyingi, tofauti kati ya akili ya maskini na akili ya tajiri haipo kwenye kiasi cha pesa wanachokipata. Ipo kwenye mtazamo, nidhamu na mbinu wanazotumia kusimamia fedha zao. Leo nitakufundisha tofauti kati ya akili ya maskini na akili ya tajiri. Tukianza na kitu cha kwanza ambacho ni matumizi. Matumizi ni namna ambavyo mtu anatumia fedha alizonazo ili kukidhi mahitaji yake na matamanio yake. Akili ya maskini hutumia fedha bila mpangilio maalum na mara nyingi hutumia msukumo ama hisia zinazomfanya atumie pesa zake nyingi kwenye starehe za muda mfupi zisizokuwa na faida wala kumpatia kipato chochote. Lakini akili ya tajiri hutumia fedha kwa mpangilio sahihi, kwa kuweka vipaumbele, akizingatia uwekezaji na thamani ya muda mrefu. Tajiri huwa anatofautisha kati ya matumizi ya lazima na matumizi yasiyokuwa na ulazima, na akihakikisha kuwa matumizi yake yanamwongezea thamani kwenye maisha yake. Matumizi yenye nidhamu na malengo hujenga utajiri, wakati matumizi yasiyokuwa na malengo huongeza umaskini. Na kitu cha pili ni manunuzi. Manunuzi ni mchakato wa kupata bidhaa ama huduma kwa kubadilishana kupitia fedha, yaani unatoa fedha unapewa huduma ama bidhaa. Akili ya maskini hununua vitu kwa sababu ya hisia, mitindo na presha ya jamii. Lakini akili ya tajiri huwa inanunua kwa kuzingatia thamani, ubora na faida ya muda mrefu. Matajiri wengi huwekeza zaidi kwenye vitu vinavyozalisha kipato badala ya kuwekeza zaidi pesa zao kwenye vitu ambavyo vinapoteza thamani. Matumizi mazuri ya kifedha huwa yanaongeza thamani kwenye ustawi wa kifedha, na matumizi ya kihisia huwa yanapunguza uwezo wa ukuaji wa kifedha. Kitu cha tatu ni mapato. Mapato ni fedha ama rasilimali anazopata mtu kutokana na kazi, biashara ama uwekezaji. Akili ya maskini huwa inategemea chanzo kimoja cha mapato na mara nyingi huwa ni ajira peke yake. Akili ya tajiri hutafuta na kutengeneza vyanzo mbalimbali vya mapato, ikiwemo uwekezaji, biashara ama asset, yaani vitu vinavyompatia kipato. Kitu cha nne ni mikopo. Mikopo ni fedha ambazo zinakopwa kwa makubaliano ya kurejesha fedha kwa muda fulani pamoja na riba. Akili ya maskini huwa inatumia mikopo kwa matumizi yasiyozalisha faida ama kuongeza kipato, kwa kutumia pesa hiyo kufanya starehe na matumizi mbalimbali ya kila siku. Lakini akili ya tajiri hutumia mikopo kama chombo cha kuongeza thamani kwenye maisha yao. Na siri kubwa ya matajiri huwa wanatumia fedha za watu wengine, yaani wanatumia mikopo kutengeneza fedha. Mikopo inaweza kuwa ni baraka ama laana kulingana na matumizi ya mtu binafsi. Matumizi sahihi hujenga utajiri kama baraka, na matumizi ambayo sio sahihi hujenga laana ama hasara. Kitu cha tano ni mahitaji. Mahitaji ni vitu vya muhimu vinavyohitajika kwenye maisha ya mtu kama vile chakula, malazi pamoja na afya. Akili ya maskini mara nyingi huchanganya mahitaji na matamanio. Ndio maana huwa anajikuta anatumia pesa nyingi kufanya manunuzi yasiyokuwa na ulazima. Lakini tajiri huwa anapanga budget kulingana na mahitaji yake ya muhimu, akiweka vipaumbele kwenye matumizi ya msingi. Uelewa sahihi wa mahitaji husaidia kuwa na matumizi mazuri ya kifedha. Tofauti kati ya akili ya maskini na akili ya tajiri inatokana na mtazamo na maamuzi ya kifedha, nidhamu, mipango na uelewa kuhusu fedha. Kubadilisha mtazamo wa kifedha ni hatua ya kwanza ya kujenga maisha bora na mafanikio endelevu.